Hii ni hatua ya 10 baada ya kumaliza kuitazama hatua ya 9. Inaitwa Mbwa wa Fatima. Karibuni katika hatua hii ya 10, nikiwa naileta mbeleni kwa heshima zangu zote kabisa na taadhima, na kuichambua maneno matamu ya lugha adhimu ya Kiswahili mwanzo mpaka mwisho. Nite Shiganga, nite professional, na kuja hivi katika hatua hii ya 10. Mbwa wa Fatima. Tuangalia tulipoishia katika hatua ya 9. General kamwomba mtoto amshike, lakini akakataa. Saka shamuna General hajapenda mtoto kuwepo hapa. General, huyu mtoto ana hatia, afu ni mtoto mzuri, mkimya kama unavyomuona. Atatufaa huyu, baadaye anaweza kutusaidia. Kuna dogo hapa anaiba cheni. We, umechukua nini hicho? Nio, umechukua nini? Amna kitu wakati nimekuona. Jamani, mwizi huyu. Sasa tatizo lote litakomkuta mtoto uko maeneo wewe mwenyewe, umeelewa? Sawa. Nini kinachoendelea hapo nanyi? Mzee mwizi huyu. Unanisingizia mimi sio mwizi. Nimeona kuna kitu ameweka mfukoni mwake. Huyu ameruhusiwa sasa kwa na huyu mtoto, lakini lolote litakalomkuta huyu mtoto yeye mwenyewe akoma nalo. Akawa amekubali. Basi mtoto inabidi akaguliwe katika mifuko yake, uone kile ambacho ameiba. Fatima palampanga. Nguo yako imeandikwa Fatima. Serioso? Fatima ni jina zuri. Rimarkaya. Kwa sababu mimi sijui jina lako, nitakupa jina hilo. Jamani, na wewe unanishtua. Tatawagi kita Fulgos. Naangalia jinsi gani ya kumsaidia mtoto katika jina. Musiki, sawa. Kwanza leo ataitwa Fatima. Sabagay, balang araw hanapin ka ng tunay mo magulang. Maana jina lako silijui. Pinila yung pangalan. Ila hili jina liloandikwa katika nguo yako ni jina zuri. Fatima. Makakagulo-gulo pa. Na mimi ndio baba, mimi ndio mama. Yaani mimi ndio kila kitu kwako. Basi Fatima. Mbona bweka? Kimya. Madam Ben. Kuputo para kay baby. Nimemletea mnyanga mtoto. Umemletea mnyanga mtoto. Sa pagbantay. Haya basi mtoto, rafiki yako huyu hapa amekuletea mnyanga. Ito na. Sikia. Huyu wanamuita Mother Ben. Huyu mtoto haoni? Mbona afatishi chochote kichoko mbele macho yake? Ina maana haoni mtoto? Mungu wangu, nimeyavaba, nimeamunya leo. Fatima inaonekana macho yake yaoni. Toba. Kesho yake asubuhi alimpeleka hospital na vipimo vikafanyika na daktari anatoa majibu. Ay, ano po ibig sabihin nun, Dok? May defect. Daktari niambie majibu inakuwaje? Hindi ko pa matiyak kung gaano kalala. Kwa jinsi ambavyo nilivyompima mtoto, base sa mga ni kwamba huyu mtoto amezaliwa akiwa haoni. Mukhang bulaga ang bata. Na kwa tatizo kama hili, kwa mtoto kuzaliwa haoni, linaweza likawa ndio tatizo lake la maisha. Magulang niya ang may lahi na kwa uwezekano ni mdogo sana kwa mtoto huyu kuja kuona tena. Namang epekto. Hiyo inatokea tu, mtoto anaweza baadaye akaona. Lakini kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwamba ataona kulingana amezaliwa akiwa katika hali kama hii. Kwa daktari, hakuna njia nyingine mtoto huyo akaona? Tanang bata? Hapana. Maaari pa tong maagapan. Kikubwa ni wewe kumwangalia tu huyu mwanao. Mamake yuko wapi? Mamake alinikimbia. Hindi. Hindi na operahan agad ang basi kikubwa tuluyan na siyang mabubula. Kane karibu. Mjali kwa kila kitu, ndio ashakuwa hivyo. Fatima ina maana hataona tena. Labda itokee tu ya Mungu mengi. Lakini kwa majibu yaliyotoka kwa dokta, Fatima amezaliwa akiwa haoni. Inawezekana ndo ikawa maisha yake hayo yeye kutoona. Mother Ben aliumia sana. Kayamunya, lakini ndo hivyo.
Galing ako sa bayan kanina. Kwa wale popobawa, Bawat puneraria. huyu bibi anakuja kuleta majibu ya kuwa amekataa kusema na hali chochote kile. Shida yao ni yule mtoto. Wala. Na mama ule mtoto wamemweka chemba. Yupo selo. Alishakataa kusema wapi alipo mwanae. Tutajua tu sababu ya wao kumtaka ule mtoto kama mama yuko hapa. Kwa nini mtoto wamuhitaji? Baada ya wale kuwa wameondoka, bibi anaamka. Maskini ya Mungu, akiwa hapa amekaa sasa, akakumbuka siku moja akiwa na mpenzi wake. Alimwambia, mke wangu, nafurahi sana siku ukipata mtoto na mimi nikaitwa baba. Tafurahi sana wewe kukuona ukiwa mama wa mwanangu. Baka kayo ng lalaking kasama ni Lawalhati. Ilikuwa ni kumbukumbu anayekumbuka kipindi hicho. Wala. Na hayo ndio alikuwa akizungumza na mwenzake. Wakimpata huyo mtoto, furaha itakuwa kubwa sana pale nyumbani. Huyu General, mapipilitan ako na wewe unakuja hapa kulalamika kuhusu mwanao. Mwanao ni mwizi. Kama ni mwizi, basi na wewe ni mwizi. Ano na po, wag po. Pangako, bukas po sisipagan ko na. Wag lang po kayo lang. Aray ko. Sisipagan mo, ha? Hindi ko na gustong marinig mo na yan, ha? Mimi siwezukana wezi. Mama alikuwa akimtetea mwanae, lakini General, General, yung hebu angalia kule. Ano na, Mistis? Kuna mbwa tunamwogopa. Baka papakinaban. Mwenye namwogopa. Mbwa yuko hapa anabweka. Ano bang problema ng aso yan, ha? Yaani shida ni mbwa. Nye. Kimya. Mbwa alikuwa akibweka ni kwamba anamaanisha wakae kimya pale kwa sababu mtoto yuko amelala. Jamani, mnaongea sana kwa nguvu. General, Huwag niyo nang pag-interesan yung baby. Kasi unajua mtoto wangu hapendi kelele. Sasa mnapopiga kelele huku ndani, akong gagamitin natin. anakosa usingizi. Ha? Taratibu basi General. Sawa mtu ujinga wako hapa. Madhabeni huyo. Alikuwa akimwambia tu General kuwa aongee taratibu wakati pale mtoto amelala. Bantay sara. Yule mbwa ndio alikuwa akiwatuliza, waongee taratibu. Wanasababisha mtoto asipate usingizi vizuri. Lagwagya. Kumbuka inaitwa Mbwa wa Fatima na hii ni hatua ya 10. Inazidi kusonga mbele. Jerry? Mbwa hataki mzaha kabisa. Nagustuhan. Angel. Madhabeni anajisogeza taratibu kumwangalia mtoto. Mtoto alikuwa amepumzika, katulia, hana shida kabisa, lakini tatizo ni moja tu, haoni. Amezaliwa hivyo. Treni inafika hapa station. Sasa Madhabeni na yule mbwa pamoja na wale watoto wanaingia pale station kwa ajili ya kufanya matukio. Hindi po ako nagpapalim mo. Anazuliwa huko, usiingie bwana. Jamani, mimi naingia kuomba msaada huku. Sapa, ito na. Yaani ndio gia kuingia mle ndani kwamba anahitaji msaada. Yaani omba. Kumbe uko na timu yake ya wale watoto wezi. Samani mama. Mimi naomba unisaidie msaada. Mtoto wangu huyu hapa anahitaji msaada jamani. Sina chochote. Piloso po ka, ha? Hindi ko joke lang po. Chochote mamangu ulichobarikiwa. Wala naman kayo. Mimi nakaa na huyu mtoto, mimi ndo mama yake na mimi ndo baba yake. Hebu angalie mwanangu. Opo, hindi ko nga po alam kung Chochote ulichokuwa nacho mama yangu. Nisaidie. Hindi ko siya, pero naawa ko sa bata. Basi mama huyu po, God bless you po. Ayun, laki naman. alimpa shilingi 5,000. Nashukuru Mungu akubariki na kuongezea tena pale ulipotoa Alam mo, swerte.
Haya ndo maisha mtoto Nakita natin sa remote. aliokuwa nao kwa huyu mzee. Anaitwa Mother Benny. Kwa nini walimpa jina la Mother Benny? Emote na lights. Tutajua tu hapo mbele hapo. Kwani ameitwa Mother Benny. Pale stesheni maisha yaliendelea, miaka ilisonga mbele, hatimaye Fatima amekuwa. Maisha yakawa ni hayo na yeye pia kuombaomba. Huyu ndo Fatima. Yuko na ule mbwa na fimbo yake na kikopo akisema msaada, jamani saidia. Amekulia katika mazingira, kwa hiyo hizi zote ni hisia ambazo anazo. Pita huku anajua ndio maisha ambayo amezoeshwa na Mother Ben. Wenzake hawa hapa, lakini wanajiuliza una amekujaje huku? Emlet wakamnyang'anya kikopo. Huyu kijana alimnyang'anya kile kikopo kuangalia senti zomo ndani shingapi. Tuko naye katika series nzuri sana inaitwa Mzimu wa Pacha, anatumia jina la Makoi. Kwa wale ambao mmetazama Makoi, mmetazama ile Mzimu wa Pacha, huyu ndo anaitwa Makoi. Kipindi hicho alikuwa mdogo sana. Huyu hapa. Ni mtoto mtaani. Lakini ni kijana wa mzee ambaye anaitwa General. Ano ginagawa ninyo? Tumigil kayo! Mother Ben imekuja hapa. Kahit kayo? Mnafanya nini hapa? Gininyo ha? Papangit naman ninyo? Mmeshindwa kufanya kazi yenu mpaka mnaanza kumgasigas huyu. Tokeni hapa. Wengine wanauza magazeti, kumbe hizo zote ni gia tu za kuiba. Hindi dibdibin na. Mother Ben? Mother Ben, Hindi po kaya totoo yung sinabi ni Onyok? kwa nini hawa siku zote mimi wanauliza maswali tu Iniwan po ako ng na hawataki mimi kuwa rafiki yao? Fatima, hindi Fatima, mahal. achana nao wala usiwajaji sana. Mahal. Hao ni vijana walioshindikana. Special ka. Achana nao. Wewe fanya maisha yako tu, umesikia eh? Alam kung bakit. Wala Sa mga magulang, wasikupe pressure. wala kung makikita ka nila ngayon. Matutuwa sila ng gusto kasi ang ganda-ganda mo, Fatima. Wewe fanya tu hivyo Fatima, ninachokwambia mimi. Unakaa, unatembea tembea, unaomba msaada. Usiwajali sana hao. May dala akong pagkain para sa iyo. Mother Ben? Lakini Mother Ben, Buhay po kaya yung mga magulang ko? Ano? Nasaan na po kaya sila? nimekaa kwa muda mrefu. Nataka kujua mamangu yeye yuko wapi? Maana yeye amekaa na baba tu. Ina maana mama hajui. Anatamani kupata hata sauti ya mama. Atajibu vipi Mother Ben? Pag-aralan nyo yung diskarte nila ng mabuti. Kuna skala amefika hapa. Ano natin? Yuko na radio call. Alifahamisha kwamba kuna hatari sana, vijana wamechachamaa katika mtaa. Kwa hiyo amekuja kuangalia itakuwaje hatua inayofuata. Hatua ya 11 baada ya kumaliza kuitazama hatua ya 10. Yapa inaitwa Mbwa wa Fatima. Tumeona la skala imefika pale, sijajua kwa taarifa alizoambiwa kwamba katika mji huu sio mji mzuri. Yeye atakuja kuleta mabadiliko gani? Sabi po ni Yajayo ndo haya hapa katika hatua ya 11. Yanafurahisha. Uko tayari kuambatana na mimi? Baki na mimi nikujuze mengi zaidi katika kitu ya nguvu inaitwa Mbwa wa Fatima. Ang panahon ng mga aswang. Sandali lang.